Movie inaanza tukimwona jamaa mmoja akiwa makaburini. Inaonekana amekuja kumwomboleza mpendo wake ambaye ni mamaye. Mara mwombolezi anakatishwa na sauti ya kukera kutoka upande mwingine. Samahani, huyu mwamba tamtambua kama Austin. Austin alipoangalia akamwona mdada mmoja akiimba kwa sauti ya kukera ajabu na karibu na alipokuwa. Mbona kama kichaa hivi? Manywele shagishagi na swaga za mlevi. Austin akampuuza ila mdada akazidi kupandisha sauti. Kwa sasa Austin alikerwa sana na kumfokea. Hey, una akili timamu wewe? Mbona ni mahali patulivu hapa? Utaka kelele? Enda nje. Mara hiyo mdada akimtazama tu kwa mshangao. Hivi unanyongelesha mimi au wewe ukosi una kichaa? Tafadhali nyamaza, nyamaza. Mkaa akapuuza na kuendelea maombolezi yake. Ila this time ule mdada akapaza sauti sana kumjaribu Austin. Austin akamtazama kisha akalichukua jiwe kumzibua nalo. Hatujui kuliendaje hapo. Akiwa anaelekea nyumbani, ghafla ule dada akamtokea mbele yake. Akalifunga breki gari lake. Hakuamini macho yake. Akapuuza tu na kuendelea na mwendo wake. Ila this time pia ule mdada akapita mbele yake. Inaonyesha dhahiri kuwa huyu mdada ni mzimu na alijipitisha mbele yake ili kuona kama Austin atampa attention. Ila Austin akamuona tu na kujibitisha bila kuonyesha ishara ya kumuona. Mdada akasema, ameniona. Kwa hakika ameniona huyu. Mara hiyo Austin akashtuka kinyama. Kufika nyumbani, ule mdada akatokea tena. Kwa sasa amejua anapoishi Austin. Austin akaingia nyumbani kwake na kumpata mpenzi wake akipika. Huyu mdada anaitwa Annabelle na wanapendana sana kwa mtazamo. Mahali kubwa kubwa kisha kikanuka. Baada ya kumaliza vitimi vya kitandani, jamaa akamuuliza Annabelle, "Kwa nini umeniuliza kama huo ndio mwisho wangu?" Mdada akasema, "Hapana, wala sio mimi niliyesema hivyo." Kumbe mzimu ukatokea ukasema, "Si yeye, ni mimi niliyosema hivyo." Tunaonyeshwa Austin alishtuka sana na Annabelle akaamua kumuuliza, "Babe, ni kipi shida jamani?" Ule mzimu huwezi kuonekana na mtu mwingine ila Austin peke yake. Mdada akapotea ila Austin kuziba aibu akamwambia mkewe, "Ni mgongo unauma hapa chini." Oh, sharp pain. Inaonekana imetokana na kazi uliyoifanya kitandani sasa hivi. Ndio. Mdada akafurahi ila Austin amejawa na wasiwasi. Kuingia msalani, ule mdada akamtokea tena. Akashtuka kwa sana. "Kwa nini unapiga nduru sana hivyo? Mbona unafanya hivi? Umeingia vipi kwangu?" Kabla hajajibiwa, Austin akajiondoa ila mdada akamwambia hawezi enda akiwa bado anaongea. "Nini sasa? Unataka nini? Na umeingia aje kwangu?" "Nimepitia kwa mlango au tuseme ukuta. Nahitaji msaada wako." "Unamaanisha nini umepitia kwa ukuta?" "Yaani ndani ya ukuta. Hapa tunatambulishwa jina la huyu mdada kama Martinez. Kwa hivyo unafanya nini kwangu?" Akamjibu, "Uliniona makaburini, ndio maana nikakufuata kwako." "Ukanifuata kama nani?" "Kama mtu pekee anayeweza kuniona." Tunaonyeshwa mkaka aliboeka kweli kweli. Wakaendelea kuongea, mpenzi wake Austin akawakatisha kwa kumuita Austin. Ikawa ule mzimu unamsumbua sana Austin. Akiwa na mpenzi wake anatokea na kumshtua Austin. Wakila pia anamtokea na kumshtua Austin. Mpenzi wake Austin akawa anamshangaa sana mkaka. Anajiongelesha peke yake ila hali wapo wawili tu chumbani. Huoni mtu hapa? Usikii sauti?" Akakasirika na kuona mkaka amekuwa chizi. Austin kabidi amuulize mzimu, "Kama wewe ni binadamu wa kawaida, mbona wengine hawakuoni?" Ina maana Austin bado hajajua kuwa huyu mdada ni mzimu. Martinez akamwambia, "Tumia akili na ujiulize." "Oh, kumbe." Akashtuka sana Austin. "Wewe si binadamu?" "Ndiyo." Austin alishtuka sana akiitana. Siku iliyofuata akawasimulia mashoga wake ila bado hawakumwamini. Huyu mmoja anaitwa James na mwenzake anaitwa Ben. Austin akawaelezea ila bado hawakumwamini. James akamwambia, "Wait, umesema ulipatana naye wapi?" "Makaburini, sio? Kumaanisha kaburi moja lazima liwe lake na jina lake kama ulivyosema lazima litakuwa limeandikwa juu yake. Kwa hivyo uliliona hilo jina?" "Sijui, sikuangalia,
lakini tunaweza ongozana sote tukadhibitishe hilo. Marafiki wakaongozana hadi makaburini. Austin akawaambia, jina ndilo hilo, mshaamini sasa? James anaonekana akaingiwa na baridi kweli kweli, ila bado hawakumwamini. Mimi nadhani ushaanza kuachizi wewe sasa. Hiki nini Austin? Mbona ni wewe tu unamuona? Sijui, anajiuliza swali kama hilo hilo bila majibu. Ghafla ule mzimu ukatokea, akawaambia, ndio huyo ashatokea, amesimama kando yenu. Masela walimind kishenzi, wakakimbia, ila Austin akamwambia yule mzimu, stop following around. Stop it. Kisha akaondoka. Wakiwa kwenye gari tena, ule mzimu ukatokea, akamwambia James, James, umekaa karibu naye hapo nyuma. James akalishuka gari mbio. Walipofika maskani, Ben akamwambia Austin ajifanye kuwa ule mzimu hayupo na hajawahi kuwa ama kutokea, amsahau kabisa. Austin akamwambia sio rahisi kihivyo, manake ashasikia huo mpango, ako hapa tayari. Hao machizi wakaanza kushtuka. Ako wapi? Niambie ukweli, ako wapi? Ndio huyo unamkaribia. Machizi walivyokuwa na ushujaa sasa wakawa na hofu. Austin alipofika nyumbani akaanza kuigiza kama hamuoni, ila huu mzimu unamzaa kweli kweli. Ukaanza kuigiza kila jambo alilolifanya Austin. Akikaa anakaa, akishika ndevu anashika, akisimama anasimama. Ukawa kama mchezo sasa. Mzimu unamsumbua sana Austin, akitingisha vidole pia yeye hivyo hivyo. Akiwa anaangalia TV na mpenzi wake, ule mzimu ukatokea, ukaanza kumziba, ila akaanza kuigiza kama anaona. Mpenzi wake akagundua, akamuuliza, nini shida? Niambie tafadhali, unajua nakupenda sio? Ila akamwambia, nipo sawa. Ila sasa mzimu ukazidi, ukaanza kuchange channel kila mara na mara. Austin akakasirika, akamfokea, wacha kufanya huu ujinga wewe, una akili kweli wewe? Annabelle akashtuka, atoka mbio akiambia Austin, umekuwa chizi, unafaa usaidizi tafadhali, umekuwa chizi. Baadaye tunaona ule mzimu unamwangalia mtoto fulani kwa huzuni na huruma. Tutakuja kujua historia yake baadaye na mahusiano yao. Austin akiwa marafiki zake wakiongea, pakapita mama fulani hivi mkongwe, akamuuliza, mbona unamkimbia huyo binti? Kwani pia wewe unamuona? Hapana, ila mimi husaidia mizimu kupata watakacho ili wakapumziki. Nimekuja kukupa suluhisho. Austin akafurahi kinoma. Ule mkongwe akamwambia, majibu yako au suluhisho ni kumsikiza huyo mzimu bila kumwogopa na kumsaidia. Ukifanya hivyo ataondoka mwenyewe na kukuacha. Mbona nione mimi? Mbona asione Ben? We, anione kivipi? Wacha ushamba wewe. Ila kikongwe akamwambia Austin kuwa yeye ana uwezo wa kuona wafu na familia yake pia wako na huo tu uwezo, kwa hivyo amsaidie. Ule mzimu ukamtokea tena Austin, ila Austin akamfokea tena. Ghafla Annabelle akatokea na kumkuta Austin akiongea peke yake. Kile kitendo kikamkasirisha, akajua hapa mpenzi wake ashawachizi. Akakimbia msalani na kuanza kulia. Anampenda sana Austin, ila sasa amechoka. Akachukua virago vyake na kutaka kuondoka. Unanitesa sana, niache niende, huwezi niambia ukweli, naenda. Na akaondoka. Hili jambo limuuma sana Austin, akamfokea mzimu. Umefurahi sana sio? Umefurahi kuona mpenzi wangu akiondoka? Sitakusaidia kama kupata utakacho. Naye mzimu akamwahidi kumsumbua hadi atakapomsikiliza. Akawa akienda msalani, ule mzimu unamwangalia tu mpaka akimaliza haja bado unamtazama. Akiwa anapika unamtokea na kuanza kumcheka jinsi anavyopika. The same round Austin akaamua tu amsaidie mzimu ili haya mateso yaishe. Akampeleka tena kwenye yule mtoto na kumwonyesha Austin, akamwambia, yule ni binti yangu. Hapa sasa tunaelezewa kilichotokea. Huyu mzimu kumbe alipatanga ajali akiwa na binti yake, ila yeye akafariki na binti yake akaponea, ila mumewe hakuwahi mpata mtoto, amemtafuta bila mafanikio. Kwa hivyo anamtaka Austin amsaidie mumewe kumpata binti yake. Kwa hivyo Austin akaamua kumsaidia. Akamwendea mumewe mzimu ambaye tunatambulishwa kama Mark, akamwambia kuwa mkewe amemtuma. Sasa mtazamaji, jiulize hili swali. Umekaa mahali peke yako kisha mtu atokee akwambie kuwa mtu fulani alifariki amemtuma. Unaweza muamini kweli? Ule mkaka akamfokea na kumfukuza.
Austin akarudi na hasira, akamwambia kuwa amechoka na hata msaidia tena. Mzimu ukawa unamsumbua tena. Kila wakati akila, mzimu unachukua kijiko. Akiwa na marafiki zake pia anamnyang'anya glasi hapo. Ukapata sasa Austin hana hata amani. Hapo sasa Austin ikabidi amsaidie tu mzimu. Akarudi kwa mkaka Mark, akamwambia kuwa bibie amemtuma. Ile ikabidi aende na ushahidi. Akamwelezea mambo yote ambaye yeye tu na mkewe walishia pamoja na yasiri na mapenzi yao. Mkaka akaamua kumsikiliza tu, hasa alipomwambia kuhusu bintie. Austin akamweleza kila jambo na kuahidi kumpeleka kwa yule binti. Mzimu ukafurahi na kutabasamu. Austin akamfokea tena. Nini hiyo? Unamtazama kivipi mwanaume? Unazipandisha hisia za mapenzi na ushafariki. Utaoponza wewe. Basi Austin akampeleka Mark alipo bintie, na wakapatana na kumkumbatia bintie. Akamwelezea yule dada ambaye amemlea bintie mambo yote yaliyotokea. Baadaye akapewa ruhusa na kumchukua bintie. Mzimu sasa akawa amefurahi na kuwa na amani. Akaamua kumwachia Austin na kurudi walipokuwa wafu wenzake. Mwisho tunaonyeshwa Mark akimchukua yule mdada aliyemwokota bintie na kubadilisha maisha yao, huku Austin akirudiana na Annabelle na kumwambia kila kitu na kusameana, huku mapenzi yao yakirudi kama awali. Na hapo ndipo kunakuwa mwisho wa hii movie yetu inayotambulika kama If We Meet Again. Niambia hapo chini kwenye comment section umeiona vipi kazi hii, na usahau kubofya subscribe button ili upate kujulishwa kila tunapopost movie mpya. Asante. Adibakane sembe senyen